Kabla hujachukua maamuzi ya kumwacha mke wako au ya kuachana na mme wako, kaa chini, fikiria, kaa chini, waza, kaa chini, tafakari. Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo aliyasema, itakapofikia mkatamani kuachana, labda kwa tofauti ambazo zimekuwa katikati yenu au changamoto zinatokea, Allah kasema kitu cha kwanza, wala tansaul fadhla bainakum, msisahau yale mazuri mlioyapitia baina yenu, wewe na mme wako, wewe na mke wako. Ni mengi mazuri mmepitia, ni mengi ya kheri, ni mengi mema ambayo mmeyapitia. Kwa hivyo mnapotokewa na changamoto, yakumbukeni haya mazuri mliopitia, yatawafanya kukaa chini na kutatua, yataleta kheri, yataleta tu matunda mazuri. Lakini changamoto kubwa, na ni changamoto namba moja ambayo inaongoza kwa kubomoa nyumba za watu, kwa kubomoa ndoa za watu, ni watu kusahau mema waliopitia, mema waliofanyiana, na kuyalinganisha na wakati wa mwemo, mpaka inafikia mtu anasema nilizito, anasema wewe hakuna kheri nilikuona eko. Haya maisha yote ambayo tuliishi, la wallah, Muislamu hapaswi kusema hivyo. Isifiki ukasema hivyo, isifiki ukaona kuwa mme wako alikuwa mpuzi, isifiki ukaona kuwa huyo ambaye alikuchukua kwenu kwa dhamana ya kuwa hafai, na isifiki na wewe ambaye ulimchukua kumtia kwako umuone kuwa hafai. Muislamu, tumwogope Allah subhanahu wa ta'ala. Kaa chini, wala tansaul fadhla bainakum. Kumbuka huyu mwanamke unayemtesa kwa sasa alikufanyia mingi ya kheri. Huyu mwanaume ambaye unamfanyia makosa, hutaki kumtii, ni mengi alikufanyia mazuri. Yakumbuke, jitahidi hata kwa kulipa, ufanye mambo ya kheri. Jitahidi hata kwa kulipa, uache kumkashifu, uache kumsema vibaya. Jitahidi katika kulipa mema, kumsema vizuri, hata ifike mkawa mmeachana tayari. Lakini isifikie ukaja kufanya yale yote ambayo uliyafanya, kuyafanya kama vile ni jambo ambalo lilikuwa halifai, au hakuna chochote kile ambacho lilijenga katika nafsi yako.